Sasa movie inaanza, shangazi mtu anaingia chumbani na kuanza kutembeza bakora. Leo nitawafundisha adabu nyewe wapumbavu. Naona kama mnataka kunichezea, yani hamna aibu hata kidogo. Basi akawa anawatembezea viboko tu. Wapumbavu nyewe hamna akili. Lakini tumefanya nini? Tena usiniulize hilo swali la kipumbavu. Wakabaki wanashangaa tu. Yani hata ukiwa kwenye kiti chako cha ukilema unawezaje? Isitoshe katika huo umri wako. Shangazi, mbona sielewi nimefanya nini? Na wewe sikujua kwamba kuwa kipofu ni kuwa mjinga. Wewe ndio mkubwa lakini ukamruhusu mdogo wako amuingize mwanaume ndani ya nyumba yangu. Kusikia hivyo wakabaki wanashangaa. Kwa hiyo yule mtoto wako Taylor ndo kakwambia hivyo? Nyamaza, akala bakora ya mgongo. Mpumbavu wewe. Unawezaje kumwita binti yangu kwa namna hiyo? Kwa vile amewafumania bila chenga na mkamwomba wafikie maovu yenu akagoma. Shangazi, hapana, sisi ndo tumemwona na mwanaume ndani. Shangazi anasema kweli wewe ni mwongo uliyepitiliza. Sasa nisikilizeni kwa umakini. Usiku tatu mbele nyewe wawili hamtakula chochote ndani ya hii nyumba. Lakini shangazi, kwa nini lakini? Jiangalieni nyewe wapumbavu. Lakini shangazi akataka kumwasha kisha akatoka mule chumbani. Basi wakawa wanabembelezana pale ndugu wawili. Mara anaingia binti wa shangazi mtu. Anafika na kusema niliwaambia na pia nikawaonya hamna mtu anayeingilia uhusiano wa mama na binti yake, lakini mkagoma kunisikiliza. Ila nafikiria sasa nyewe wawili mnaelewa ni jinsi gani kuwa na mama, kwa sababu nyewe wawili mlimuoa wa kwenu walipowaleta duniani, na kuanzia sasa msiingilie mambo yangu kwenye hii nyumba, kwa sababu mkiingilia hamtapendezwa na mimi kabisa. Kisha akaondoka. Basi wakabaki tu wanalia mule chumbani. Inasikitisha sana, na hicho ni kionjo tu. Basi movie inaanza na ndugu wawili wamelala chumbani. Dada mtu anaitwa Ada na mdogo mtu anaitwa Oge. Sasa Oge akamwamsha dada yake Ada na kumwambia kuwa nataka niende uwani, njoo na unisaidie. Ada anasema nimeshakwambia usiwe unaizima hii taa. Unaongelea taa gani? Si taa chumbani. Oge akiangalia taa inawaka. Lakini mbona taa inawaka? Ada anabaki anashangaa, mbona sasa sioni chochote? Oge anamwambia kuwa taa inawaka. Ada akaanza kubaa, akajifuta macho yake, lakini kuangalia bado sioni chochote. Oge, unamaanisha nini? Hauwezi kuona? Hebu njoo na unisaidie, mimi nataka niende uwani. Oge, nimekwambia mimi sioni. Ada, hivi unanitania? Hebu acha, nitajikojolea hapa kitandani. Ada anayapikisha tu macho yake. Hivi upo serious? Ada akaanza kulia, kweli mimi sioni chochote. Basi Oge akaanza kumuita shangazi yao. Subiri, fungua macho yako nione. Muda huo anamuita shangazi mtu. Hivi una uhakika au labda kuna kitu kimeingia machoni mwako? Basi wakawa wanahangaika tu hapo kitandani. Alipokucha asubuhi na mapema, tunamwona shangazi mtu anaitwa Maria yupo kwenye gari kaukunja uso akimwangalia Ada. Muda huo akimpeleka hospitali. Ada akatulia tu kwenye gari, ameshalia mpaka basi. Kupoteza uwezo wa kuona si mchezo. Basi wakawa naikata mitaa kuelekea hospitali. Baadaye shangazi mtu Maria anaonekana kufika nyumbani. Oge akamfuata na kumuuliza, shangazi, dadangu yuko wapi na anaendeleaje? Hivi hilo ni swali gani la kipumbavu? Yaani mimi niliotelekeza usingizi wangu na kumpeleka dada yako hospitali ndio umeniuliza naendeleaje? Samani shangazi, jombe samani mwenyewe mpuzi.